Bwana Yesu apewe sifa, mtu wa Mungu. Karibu sana katika kipindi maalum ambacho nimekuandalia kukuletea wewe mtu wa Mungu ambao unamtegemea Mungu na kumwamini Mungu, ambacho hiki kipindi kinaruka hewani kwa jina la aina za majaribu hatari kwa kila mwanadamu. Hiki kipindi kitakuwa na sehemu mbalimbali, lakini leo tunaanza na sehemu ya kwanza, ambayo jaribu la kwanza ambalo ni hatari kwa mwanadamu linaitwa jaribu la muda. Jaribu la muda ni mojawapo ya majaribu hatari yanayokwamisha wengi. Hii ni pale ambapo kile unachokitarajia leo ukipati leo, na pale unapofikia kimechelewa kwa bahati mbaya kwamba labda kitakuja kesho, unakuta na kesho kutwa akiji bado. Inafika wakati unachoka kusubiri. Ukiona umechoka kusubiri, ujue jaribu lako lipo kwenye muda. Mtu aliyefanikiwa kihuduma, jitahidi kukaa naye akuambie ilimchukua miaka mingapi kusimama na kuanza kula matunda ya huduma anayoifanya. Wengi utasikia miaka 7, 10 na kadhalika. Unaweza ukadhani hawakujua jinsi ya kwanza, lakini hakuna mafanikio bila kujaribiwa. Uvumilivu kwenye eneo la muda, unaweza ukaomba na kufunga kila siku na bado usivunje ukuta wa muda. Maana muda mwingi ule ukuta unawekwa na Mungu mwenyewe kwa makusudi mbalimbali. Daudi aliitwa akiwa kijana mdogo. Watafiti wa Biblia wanasema aliitwa akiwa na miaka chini ya 17. Baada ya kupakwa mafuta na maandalizi, tunaona alipata nguvu za Roho Mtakatifu zilizomsaidia kuua simba na dubu machungani na baadaye kumuua Goliati. Daudi alianza kuwa mtawala juu ya Yuda akiwa na miaka 30 na juu ya Israeli nzima akiwa na miaka 37, na alitawala kwa muda wa miaka 40. Maisha ya Daudi kabla ya kuanza ufalme hayakuwa mazuri kwa sababu yalijaa changamoto nyingi sana. Aliishi kwa kujificha ficha, kumkwepa Sauli na watu wake. Alikuwa na tarajio kubwa kutoka kwa Mungu, lakini ni ukweli usiopingika kwamba lile tarajio lilibadilika kabisa maisha ya Daudi, kwani alikuwa si maisha ya utulivu. Ukitaka kujua kuwa haikuwa rahisi, maisha ya Daudi hayakuwa maisha ya utulivu. Ukitaka kujua, nenda kasome kitabu cha Zaburi utaelewa. Kwa mfano, nenda kasome kitabu cha Zaburi 40 mstari wa kwanza na mstari wa pili, usikie mazito aliyokuwa ameyabeba Daudi. Ndipo utaelewa kuwa alikuwa anapitia wakati mgumu sana. Kutoka miaka isiyozidi 17 ya kuita kwake hadi kuja kufikia 30 alipoanza kazi ya ufalme, haikuwa rahisi kusubiri. Ni zaidi ya miaka 10 ya kusubiri. Muda wa kuanza ufalme ulipofika, bado alianza na kabila moja tu badala ya makabila yote 12 ya Israeli. Kumbuka, ahadi ya Mungu ilikuwa ni yeye kuwa mfalme juu ya Israeli, kabila zote 12. Tungetegemea kwa sababu Daudi aliitwa na Mungu basi mambo yaende kiurahisi, lakini hali haikuwa hivyo. Bado nyumba ya Sauli iliendelea kumpiga vita kwa miaka 7 na zaidi. Daudi alilazimika kusubiri na kuendelea kupigana kwa miaka mingine 7 ili apate ustawi wa kumpatia ufalme juu ya kabila zote 12. Ni rahisi kusoma, lakini sio rahisi kupigana vita endelevu kwa miaka 7 mfululizo, ukiachilia ile miaka ya kule nyuma. Ni kwa sababu ni kwa msingi huu tunaomba usichoke kusubiri hata kama bado uoni nuru. Muda mwingine ukiangalia maono ulionayo na maisha yako unaona viendi kabisa, usiache kujipa muda zaidi huku ukiendelea kupambana. Muda ni mwamuzi mzuri sana. Lakini katika jambo lolote unalofanya, iwe biashara au uwekezaji fulani, lazima ujue kuna muda utapata hasara. Kuna muda unaweza ukaibiwa, na muda mwingine ukafilisika kabisa. Hayo yote yakitokea haimaanishi ndio mwisho wa safari. Hapana. Inawezekana unakuwa upo kwenye safari ya muda na kujaribiwa. Unaweza ukaanza tena ukitegemea mambo yatafunguka, na matokeo yake ukaanguka tena. Moja unalotakiwa kulijua ukiwa kwenye safari ya hatimu, ili usiache kupambana, hakikisha usikwazwe na mabaya. Kuanguka ni sehemu ya safari, na kuanguka ni msingi au mizizi ya kusimama. Kama kuna kuanguka, basi kuna kusimama. Nenda kasome Mika 7 mstari wa 8. Hata mtoto ili asimame ng'ali lazima ujue ataanguka mara nyingi
na kwa kuwa kuanguka kule kunampa uzoefu zaidi, ndio maana huwa hawakati tamaa. Kama kuna jambo unajua umelikatia tamaa na linautesa moyo wako, ujue ulikosea kuliacha. Haijalishi umefeli mara ngapi, usiruhusu haki yako imezwe na kufeli. Hilo ni jaribu lako lishinde kwa kusimama tena ili kukomboa wakati. Sikiliza, ukisoma kitabu cha Mithali sura ya 24 mstari wa 16 imeandikwa, kwa maana mwenye haki huanguka mara 7 akaondoka tena, bali wasio haki ukwazwa na mabaya. Yani maana yake wewe kama una haki utaanguka mara nyingi, ila kama hauna haki ukianguka utakwaza na hayo mabaya. Wewe ukiona unaanguka unakwaza na hayo mabaya, jua wewe hauna haki. Ila mtu mwenye haki inatakiwa uanguke, usimame tena na kwenda mbele. Watu walioshibana kwenye ndoa, ujue mwanzoni haikuwa rahisi kujenga ndoa unayoiona. Ukiona mtu amefanikiwa kwenye huduma, ujue kuna muda aliteseka. Ukiona mtu anapata faida kubwa kwenye biashara, ujue kuna muda alipata hasara za kutosha na hakukata tamaa. Ndani ya muda wa kusubiri matunda kuna magumu mengi. Muda mwingine ugumu wa jaribu huwa sio jaribu lenyewe, bali muda wa lile jaribu kuwepo. Muda ukiwa mrefu ndivyo ugumu wa jaribu unavyokuwa. Mke wa Ayubu alishindwa kusubiri wakati mumewe anajaribiwa, kiasi cha kumshawishi mumewe amkufuru Mungu afe. Ayubu aliendelea kumtumainia Mungu na mwishowe akavuka. Bila shaka mkewe alijutia sana ule ushauri aliyompa Ayubu. Baada ya kuona Ayubu amevuka vita vingi alivyokuwa navyo, akaona amekuwa sawa. Bila shaka mkewe alijutia sana ule ushauri aliyompa Ayubu. Wangepoteza vitu vingi ikiwa Ayubu angefuata ushauri wa mke wake. Ayubu alijua masuala ya muda katika kujaribiwa. Alijua jinsi muda wa maisha ya mtu unavyowekwa na Mungu. Sikiliza, ukipata muda kasome Ayubu 14 mstari wa 5. Imeandikwa, maana siku zake zimeamuliwa, hesabu ya miezi yake imo mikononi mwako, nawe umemwekea mpaka asiweze kuupita. Muda mwingine unamuomba Mungu akujibu kitu na hakujibu, ukijua haja kusikia. Kumbe shida ni muda wa kujibiwa haujafika. Yani kuna muda unamuomba Mungu kitu akupe, alafu Mungu anakaa kimya. Wewe unajua Mungu haja kusikia, kumbe amekusikia, labda muda wako wa kujibiwa haujafika. Sikiliza, Habakuki alikutana na changamoto hii. Nenda kasome kitabu cha Habakuki sura ya 1 mstari wa 2. Bwana, nilie hata lini? Wewe usitake kusikia na kulilia kwa sababu ya udhalimu, ila utaki kuokoa. Habakuki tena 2 mstari wa 1 hadi wa 3 imeandikwa hivi, mimi nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara, nitaangalia ili nione atakalo niambia na jinsi nitakavyojibu katika habari ya kulalamika kwangu. Bwana akanijibu akasema, iandike njozi ukaifanye iwe wazi sana katika vibao, ili asomaye apate kuisoma kama maji. Maana njozi hii bado kwa wakati ulioamuliwa inafanya haraka ili kufikiria mwisho wake, wala haitasema uongo. Ijapokawia ingojee, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Habakuki hakujua muda uliopangwa kwa ajili ya maono ya Mungu kutimia. Alitaka Mungu amjibu na Mungu hakumjibu. Na alipotaka kujua kwa nini Mungu amjibu, Mungu alimpa sababu. Shida ilikuwa muda tu. Kinachoshangaza, wakati Habakuki alidhani Mungu amechelewa, Mungu alimwambia hajachelewa bali anafanya haraka. Yani haraka ya Mungu ilikuwa ni kuchelewa machoni pa Habakuki. Kungojea sio zoezi rahisi. Jitahidi tu kumsubiri Mungu kwenye hayo maono uliyoweka ndani yako. Kama ameahidi kukupa ujira, ujue unaweza omba ujira sehemu mbalimbali na ukaishia kukosa. Kuna muda unaomba unajua ili lazima nipate, lakini unakosa. Usije ukadhani kila kukosa ni shetani. Muda mwingine ni Mungu anakujaribu uvumilivu. Uvumilivu unapimwa kwa muda. Yani muda mwingine usikose ukafikiri ni shetani. Hapana, muda mwingine Mungu anakujaribu uvumilivu. Uvumilivu unapimwa kwa muda. Unaomba upate mtoto, lakini ghafla ushiki mimba, au kila ukishika mimba inatoka, na huku Mungu amekuahidi mtoto. Ukiona hivyo, ujue unajaribiwa kwenye muda. Imani halisi inapimwa kwenye muda. Luka 18 mstari wa 7
hadi wa 8 imeandikwa hivi: na Mungu je, hatawapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku? Naye ni mvumilivu kwao. Nawaambia, atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja Mwana wa Adamu, je, hataiona imani duniani? Upesi ya Mungu sio kesho au mwakani. Inaweza kuwa miaka 5 ijayo, lakini dalili zote za kufanikiwa unazipata leo. Sasa kuvumilia bila imani sio rahisi, na imani haipimwi bila muda kuhusishwa. Ukianza kusukumwa na presha za kuchelewa, ujue kuna mahali utakosea. Wengine presha yao inakuwa kubwa hasa wanapoona umri unasogea na bado hawajapata walichotarajia. Hizo presha zilimgharimu mke wa Ibrahimu, maana alijikuta amemruhusu mumewe arare na kijakazi ili tu Ibrahimu apate mtoto wa kurithi. Mwisho wa siku yule mtoto aliishia kuwa tanzi na kurithi sawasawa na agano. Wote tunafahamu Mungu alitimiza ile ahadi yake kwa kuwapatia mtoto bila kujali umri wao uliokuwa unawapa viulizo kiasi gani. Kuna ahadi zingine utapewa, lakini matunda halisi watakula watu wengine. Ukijikandamiza kufukuzana utimize kila kitu, ujue utaishi maisha ya heka ambazo hata ukuumbiwa. Tuliumba kufanya kwa sehemu na mengine kujenga misingi tu ili watu wengine waje waendeleze. Usijaribu kushindana na muda nje ya kusudi la Mungu, utateseka bure. Hata Yesu alipokuwa duniani hakuifikia dunia yote kwa Injili. Ule wokovu ulisambazwa zaidi na warithi wake. Ibrahimu alipewa ahadi ya kurithi nchi ya Kanaani, lakini haikuwa kwake moja kwa moja. Waibrania 11 mstari wa 11 hadi 13. Kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake, kwa kuwa alimhesabu yeye aliyeahidi kuwa mwaminifu. Na kwa ajili ya hayo wakazaliwa na mtu mmoja, naye alikuwa kama mfu. Watu wengi kama nyota za mbinguni wingi wao, na kama mchanga ulio ufuoni usioweza kuhesabika. Hawa wote wakafa katika imani wasijazipokea zile ahadi, bali wakaziona tokea mbali na kuzishangilia na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Mengine unayojenga leo wataendeleza wengine. Fanya kwa kadiri ya uwezo uliopewa na Mungu, huku ukiukomboa wakati. Soma Waefeso 5 mstari wa 15 hadi wa 16. Usinie makuu kiasi cha kujijaribu mwenyewe. Ubarikiwe sana. Lakini pia usiache kutufuatia kwenye mitandao yote ya kijamii, ikiwemo YouTube Mtume Radi, au Wakati wa Mungu Umefika TV, TikTok Mtume Radi, Facebook Mtume Radi, WhatsApp 0620280435. Utatupata kirahisi sana. Hii ni sehemu ya kwanza. Tunakuja na sehemu ya pili katika hiki kipindi chetu cha aina za majaribu hatari kwa kila mwanadamu. Sehemu ya pili itaruka muda sio mrefu. Baada ya siku 2 sehemu ya pili inaruka, ambayo sehemu ya pili itakuwa inaenda kwa jaribu la upinzani. Iweke akilini, tuwe pamoja. Jifunze hizi hatua zote nitakazokuwekea, aina za majaribu hatari kwa kila mwanadamu. Ukinifuatilia na kuzizingatia sana, hakika itakuwa baraka juu yako na utashinda kila mahali. Kwenye biashara utashinda, kwenye ndoa utashinda, kwenye uzao utashinda, kwenye familia utashinda, kwa kila jambo unalolifanya utashinda. Wewe zidi kuungana nami katika mitandao yote ya kijamii ili uweze kupokea baraka, uweze kupokea neema. Mambo haya yazingatie. Hiki cha muda kiweke sana kwenye moyo wako, kitakuwa ni baraka sana na kitakuwa ni mafanikio makubwa kwenye moyo wako. Mungu akubariki sana na neema ziwe juu yako. Amen. Mungu akubariki sana. Naitwa Mtume Radi. Amen.